Wapendwa, leo na wapeni siri nyingine ya kupata afya, na wapeni mbinu ambayo kama ukizingatia, kama ukiipenda, utapata faida lukuki. Na leo hii nakuja na juisi ya papai. Papai whether unalipenda au haulipendi, lakini ni mojawapo ya superfood, mojawapo ya tunda ambalo lina faida kubwa sana katika mwili. Ndugu zanguni, jitahidini sana mara kwa mara, hata mara 3 kwa wiki, uwe unatengeneza juisi ya papai. Na kwa mtu mmoja unaweza ukatengeneza ile nusu lita au lita, ukawa unakunywa juisi hiyo. Na napendekeza sana kwa watu ambao hamna shughuli ngumu, watu wa mjini, kwa mfano hata ikifika jioni, unaweza ukapiga hiyo tu, unaweza ukapiga hiyo juisi hiyo, ukatumia labda na kaprotini, kama ni kamchemsho ka nyama, kamchemsho ka samaki, senene, hawa hizi kuku, vyanzo vya protini, maharage kwa wale ambao mfumo wa tumbo uko vizuri, unaweza ukatumia kama dagaa, unaweza ukatumia na hivyo. Sasa ukifanya hivyo utapata virutubisho vyote na utashangaa matokeo yake. Ndugu zanguni, hii juisi ya papai ninayo washaurini. Ni juisi ya papai ambayo unasaga au una blend, kwa Kichaga. Unasaga papai hilo, unasaga maganda yake, ni maganda ya papai ambalo lililoiva. Papai lililoiva ambalo umeliosha vizuri ili kutoa ile matakataka kwa juu, kama kuna sumusumu labda za madawa, unaosha vizuri ili liwe safi. Kwa hiyo utasaga papai, utasaga maganda yake, nyama yake na mbegu zake. Nyama yake, mbegu zake na maganda yake. Sasa kwa wewe ambaye unataka tu kutengeneza nusu lita au lita ili uweze kutumia, kama papai ni kubwa, kata tu robo tu. Kata tu robo ya hilo papai, alafu sasa unasaga, unakunywa. Kama papai ni kubwa, ni dogo, kata tu nusu, alafu unalisaga, unapata kinywaji murwa, kinywaji mujarabu, ambayo kimejaa siri ya mafanikio katika mwili wako. Ndugu zanguni, tunasema ukate robo au nusu ili mbegu zisiwe nyingi. Mbegu zikiwa ziko nyingi, unaweza ukapata tumbo ikavuruga zaidi, unaweza ukapata kichefuchefu, unaweza ukaharisha kweli kweli. Kwa ndo maana tunasema ukate kidogo hivyo ili utengeneze hiyo juisi ya nusu lita au lita uweze kuitumia yenye mbegu kidogo. Kwa hiyo jengeni desturi hiyo. Kama unakunywa hizi juisi ya papai mara kwa mara. Kwa hiyo ndugu zanguni, hii juisi ya papai itakusaidia kwenye mambo mengi sana. Itakusaidia kuweka vizuri mfumo wa chakula. Wale wenye gesi, wenye kiungulia, ambao wapati choo, wenye shida mbalimbali za tumbo, hii juisi ya papai itasaidia vitu vingi.
Juisi ya papai itasaidia kwenye mambo ya uzazi yaweze kukaa sawa, itasaidia kwenye masuala ya ngozi, itasaidia kwenye masuala ya utoaji wa sumusumu mbalimbali mwilini, itasaidia kwenye masuala ya kuweka vizuri mifumo ya mkojo iweze kukaa vizuri, itasaidia kwa wale ambao wanataka kupunguza uzito, itasaidia kuweka vizuri afya ya nywele iweze kukaa vizuri. Ndugu zanguni, jengeni desturi sana ya kutumia juisi ya papai. Kumbuka kwenye hilo papai tumia kiasi kidogo ili mbegu zisiwe nyingi. Papai liwe limeiva, na ukishaandaa hiyo juisi unakunywa naisha. Usiweke kwenye friji kwa ajili ya kesho, itumie ikiwa hivyo hivyo, lakini sio unaweka kwenye friji. Unaweza wakatumia watoto na watu wazima. Watoto ni kidogo tu, unapa kidogo tu ili uweze kusafisha na kuweka vizuri matumbo yao yaweze kukaa sawa. Kwa hiyo jengeni desturi hii mara kwa mara. Na kumbuka ni juisi ya papai, mbegu, maganda pamoja na nyama yake. Kwenye hii juisi ya papai kama wewe una shida za figo, shida za ini, magonjwa ya moyo, una magonjwa makubwa ambayo yanakusumbua kwa muda mrefu, wasiliana na daktari wako ili akushauri kuhusu matumizi ya juisi ya papai, utumieje na utumie kwa namna gani. Tumia juisi ya papai kwa manufaa makubwa ya afya yako.